kuna ndoto huwa naota nashindwa hata kuperform kwa mume wangu. Hiyo ni hatari. Umemwambia shemeji lakini? Naogopa. Muda mwingine naota mtoto mdogo, muda mwingine naota nipo na mama mwingine, hata sielewi. Hizo ndoto zishindwe, usije ukashindwa kuperform, ukamtesa shemeji yangu. Na unachokujali mimi na mwanzo shemeji yako. Pepe mshibina samba eti natafutwa, nimepotea, miezi imekata, ndugu wamechachama, wananitafuta, nimepotea, wiki imekata, simoni sipatikani, ya mapenzi bosi wanajua nimezama katika kina kirefu shaba. Kapelo? Tuna hacha bani. Nimekutia pale kitisi jioni. Mimi nasafiri kwenda Moscow. Chochote kile unachotaka kufanya, bifu na kuhusu pesa usijali. Mama, unahisi uko sawa? Nawe mama, kanaenda wapi? Asali ni tamu. Ila usipokuwa makini inaweza kukubalia na kukupa maumivu. Na utamu wake usiuone tena. Na pia usipokuwa makini inaweza mpaka kukuua. Mama gani? Maumivu. Tena maumivu. Baby. Yes, darling. Tunazidi kuchelewa pasipo sababu za msingi. Hebu tuondoke bwana. Alafu huyo anampa maelekezo makubwa sana ni nani? Baby, nilikuwa namkumbusha majukumu yake ili uweze kujifunza. Unajua hana kina chochote kujisaidia. Alafu unajua mimi sipendagi wafanyakazi wa kiume. Kijana, ukifanya kitu unachotaka bebi wangu, nitakupa zawadi. Nisikia, utakuwa zawadi nani? Alafu yangekuwa na shule ningeenda nisome ili nielewe nini maana ya mapenzi na nialaumiwe dunia amami, maana nishalizwa sana, yashanitesa sana chozi. Hakikisha mambo niliyokupa kuhusu kuwapeleleza watu niliowatarget hapa ofisini kwetu, na ni mambo ambayo inatakiwa afanywe uchunguzi wa haraka sana. Boss, cha msingi ni usalama wangu, maana mambo anayofanya Mr. Alex ni ukatili mtupu. Mr. Alex, najaribu kufikiria sana lakini sipati majibu. Nafumba macho ingali moyo wangu bado unafanya kazi. Hani maumivu makali zaidi ya kidonda, na ni kidonda ambacho kinaweza kumpata binadamu aina yote ile. Afadhali umeliona hilo, na pia ni mtu mwenye wapelelezi wake,
binafsi pale ofisini. Kwa hiyo nilikuwa naomba mambo yako ya kikazi tuwe tunafanyia nje ya ofisi. Vizuri. Unajaribu tuwe makini sana, hususan na wewe kuhusu usalama wako. Sawa bosi. Kampuni ya Shigi Film imeleta document pale ofisini, uzipitie. Oh. Nadhani hilo halina shida, nitazifuatilia baadaye. Sawa bosi. Okay. Kila siku nazidi kutafuna moyo wangu. Ni bora ungefanya kwa siri kuliko kuwa na uhuru na yule mzee. Mnafanya mambo bila kuogopa, mara hauti mara klabu. Inaniuma sana. Usisahau yule mwanaume anatoka mjini, mimi na wewe. Ananipa pesa na kupa wewe. Pesa? Unazungumzia pesa? Bora usinge nishawishi niingie kwenye mapenzi yako, maana ukuniambia kuwa utanitesa na hizi pesa zako. Serikali inampa nafasi sana walemavu, lakini haijampa kipofu akimbize mwenge. Inauma sana. Usisahau kwamba yule mtu ni muhimu kuliko wewe. Judy, ni mara 100 nikala chakula chenye sumu ili kuondoa njaa. Hii ni vita Judy. Kama utaki niache bwana. Judy, hii ni vita Judy. Sio mwiba ila yakikuchoma, maumivu yake yanauma. Nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Ndio bosi, hujawahi niangusha. Wewe niambie tu. Vizuri sana. Nakupa location. Nakupatia picha za watu 4. Nakupatia pia masaa 4. Uniletee picha ya maiti yoyote atakayehusika kulifuatia hili jambo na natakiwa auawe. Nimefurahi kusikia hilo bosi. Nimemiss kwa damu ya mtu kitilika na mtu akiwa na uchingu. Umenifurahisha sana kijana. Yes, nakupatia hiyo advance. Endapo utaifanya kazi vizuri, nitakupatia pesa na zawadi nzuri sana. Yes boss. Ukisikia simu, ujue meta. Asante sana. Kazi njema.
Niambie kweli kuhusu Alex, maana vitu vingi vinaenda tofauti pale ofisini, na pia wewe ni secretary yetu. Maybe you can know something about him, so tell us. Mr. Peter, mimi sifahamu chochote. Kwani unahisi nini? Mchezo wote kuchezwa ni rahisi kwa anayejua, ila kama hujui ni sawa na mchezo wa mpira, waweza kuzulika usipokuwa makini. Tena unaweza kukufanya kawa kilema maisha yako yote, au haujui? Mabosi zangu, naomba iwe siri na tutunziane heshima kazini. Mr. Alex is very danger in our office. Nishapata kitu sasa. Kumbe ile ofisi na vita. Hii ni vita ama? Kwa kweli hii ni vita, Peter. Yeye ameshacheza kwao, ngoja na sisi tuwe makini kucheza kwetu. Kumeanza kuchangamka sasa. Kila siku wewe tu. Nimechoka Farao. Nimechoka Fedhea. Nimepata maumivu. Nimechoka Fedhea. Niache niende. Ukitamani tunda juu ya mti na kuna nyoka ya sumu kali, mzee unajiongezea maumivu tu. Ni kwangu yote sawa. Nenda, atakuja mwingine. Baby. Kuna shida gani mchana kwa mwanzo kupelema baby? Amna kipenzi changu. Kwa sasa sihitaji mfanyakazi. Lakini bwana alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Mpaka nafikia muda wa kumfukuza. Amefanya nini kwa sasa? Kama nilivyokuambia mwanzo kipenzi changu, kwa sasa sihitaji mfanyakazi. Tafsiri ya upendo ni chanzo cha maumivu. Wivu kwa maskini, tafsiri yake unapoteza muda tu. Mapenzi bila pesa ni sana kutamani kuku kuka wangu aliyekuwa yuko ndani ya TV. Sawa, mimi naenda. Kijana, mwanamke akikuacha kisa una pesa, jambo kulazimisha rudi kwako, bali kuongeza kupambana ili upate pesa. Ili ukizipata asiweze kukimbia. Sasa hivi unafukuzwa kisa una pesa. Baby, na mashaka kwenye begi inaweza kuwa ngumu zangu. Ondoka bwana. Twende bwana.